Ni saa moja saa za Afrika Mashariki. Hujambo mtazamaji, karibu kwenye taarifa za KTN leo. Nite Manzu. Gavana wa kaunti ya Mombasa ambaye pia ni naibu kiongozi wa chama cha ODM Hassan Ali Joho anasema serikali ya Jubilee ilitumia mbinu zilizowatia wakazi wa Malindi uoga kipindi cha kampeni hadi kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malindi. Akizungumza na wanahabari kwenye mkutano mapema alasiri hii hapa jijini Nairobi, Gavana Joho alisema kamwe hatoiogopa serikali licha ya kuwekewa kurunzi kwa jitihada zake katika chama cha ODM ili kuhakikishia wakazi wa pwani ushindi wa Malindi. Mwanahabari Hussein Mohamed atakuja na taarifa hiyo, lakini hebu tuweze kusikia kauli ifuatayo. For about a month now, particularly since a by-election was declared in Malindi, I have been at the center of state-sponsored machinations targeting me individually and businesses linked to me. These acts that amount to persecution, intimidation and blackmail have taken more dramatic and scary turn after the by-election. Suddenly, the government realized I have excess bodyguards that have to be taken away. It was after Malindi was won by ODM that the national government decides that I have guns that I no longer deserve and that I needed to surrender. And so that you know, I have been a license holder for the last 19 years or so. There has never been any issue, any reported incident, any abuse or any misuse. So I can categorically state here today that there is nothing wrong I've done with my weapons that are licensed to me. I will leave the matter of guns to go through legal process that we have instituted in the hope that we can return some decorum and professionalism to chest thumping and threats that national government wants to call debate. Kama nilivyokuelezea mtazamaji, taarifa hiyo inakuja kiukamilifu baadaye kidogo. Tukiendelea na taarifa zaidi, tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC imetishia kuiwekea vikwazo chama cha KANU kufuatia madai ya chama hicho kwamba IEBC ilishirikiana na JAP kufanya udanganyifu kwenye uchaguzi mdogo wa useneti katika kaunti ya Kericho. Hata hivyo, katibu mkuu wa chama hicho Nick Salat kwa njia ya simu alidokeza KTN kuwa hawakupokea mwaliko rasmi kutoka kwa IEBC. Jeff Kirui anaarifu. Matokeo ya uchaguzi mdogo wa seneti kaunti ya Kericho yamekuwa chini ya utata, KANU ikidai kufanywa visivyo na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC ikishirikiana na serikali chini ya chama cha Jubilee. Lakini IEBC imejitokeza ikitaka chama hicho kufika katika afisi zake kutoa mwanga zaidi kuhusu shutuma hizo dhidi yake. We made ourselves available to officially receive the issues that were being raised by KANU yesterday during the press conference in the complaining about the manner in which the commission conducted the Kericho by-elections. So they've not shown up. We don't know why. Wadau wa KANU hata hivyo walidai kwamba hawakupokea mwaliko rasmi, katibu mkuu Nick Salat akisisitiza kwamba hawatafika mbele ya tume hiyo kwa msingi kwamba IEBC ndio inayolaumiwa kwa kutowajibika. What transpired unfortunately was a total farce, mockery of the democratic process, where it reached a situation where the IEBC was completely compromised. IEBC hata hivyo imetishia kutilia vikwazo chama hicho, ikiwemo kukipiga marufuku kutumia taasisi za umma kufanya kampeni au kutozwa faini. Aidha, IEBC imesema kwamba madai ya KANU yananuia kudhalilisha tume hiyo na kuharibia sifa kabla uchaguzi mkuu ujao. We are not going to allow contestants or political parties to disparage it or undermine its integrity for the greater good of the Kenyan public, especially as we prepare for the next election. Tume hiyo imekuwa ikipokea pingamizi kila upande, Jubilee ikidai kwamba haikuwajibika kwenye uchaguzi mdogo wa Malindi. IEBC japo imeshikilia msimamo kwamba uchaguzi uliokamilika wiki jana ulikuwa huru na wenye haki, ikitaka upande uliokosa kuridhika kuwasilisha malalamishi yake rasmi mbele ya tume hiyo. Chama cha KANU kimesisitiza kwamba hakitafika mbele ya tume ya uchaguzi IEBC, na IEBC kwa upande wake imesema sharti chama hicho kifuate kanuni zilizowekwa, la sivyo waelekee mahakamani kupinga matokeo ya uchaguzi huo.
Kwa vyovyote vile, mgombea wa JAP Aaron Cheruyot anatarajiwa kuapishwa wakati wowote wiki hii. Jeff Kirui, KTN leo. Turejelee taarifa yetu ambayo tumeipa kipaumbele ni kwamba gavana wa Mombasa ambaye pia ni naibu kiongozi wa chama cha ODM Hassan Ali Joho anasema serikali ya Jubilee ilitumia mbinu zilizowatia wakazi wa Malindi uoga kipindi cha kampeni hadi kufanyika kwa uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Malindi. Akizungumza na wanahabari mapema alasiri hii, gavana Joho alisema kwamba kamwe hatoiogopa serikali licha ya kuwekewa kurunzi kwa jitihada zake katika chama cha ODM ili kuhakikishia wakazi wa pwani ushindi wa Malindi. Hussein Mohamed sasa yu tayari na taarifa hiyo. Imekuwa ni mvutano wa muda, mvutano wa semi tofauti za viongozi wa pwani na serikali, kitovu ikiwa ni kutolewa kwa maafisa wa kumlinda gavana Hassan Joho. Swala ambalo gavana Joho anakiri hii ilikuwa ni njia ya kuwahadaa na kuwatia hofu wakazi katika uchaguzi mdogo Malindi. These acts that amount to persecution, intimidation and blackmail have taken more dramatic and scary turn after the by-election. Suddenly the government realized I have excess bodyguards that have to be taken away. It was after Malindi was won by ODM that the national government decides that I have guns that I no longer deserve and that I needed to surrender. These misgivings have been communicated to me in a most uncouth and unprofessional manner. Interior Cabinet Secretary Mr. Joseph Kaiseri, Mr. Nelson Marwa, the Regional Coordinator for Coast, have chosen to speak to me through press conferences. Kupitia arifa kwa vyombo vya habari, mkuu wa polisi Joseph Boynet amesema kuwa maafisa wa jeshi walikuwa wanaelekea katika kambi ya Lamu. Sio hayo tu, gavana Joho anasema kuwa serikali imeweka kurunzi kwake kufuatia ushindi wa uchaguzi mdogo Malindi. The Interior Ministry presided over a major scare-mongering campaign. It supervised the blockade of Malindi with military personnel and tankers. This has never been seen before in any by-election. Just before the elections, the Interior Ministry came up with a tale that Mungiki and other terror gangs were regrouping. It was part of the scaremongering that will certainly re-emerge in the coming days to justify a crackdown on opposition, supporters and leaders. Mvutano huu unaendelea kudhihirika huku wakuu wa serikali wakisema kuwa Joho hana budi ila kurejesha silaha zake. Hussein Mohamed, KTN leo. Naam, kando na mvutano huo, mtazamaji, tuendelee na taarifa nyingine. Mtu mmoja amefariki huku wanne wakipata majeraha baada ya makundi mawili kuzozana katika shamba lenye utata la Ngongori, sehemu ya Njoro, kaunti ya Nakuru. Kulingana na kaimu mkuu wa polisi sehemu ya Njoro, Janet Wasike, ghasia hizo zilianza baada ya jamii ya Ogiek kumshambulia mmiliki wa shamba aliyekuwa kilima. Ghasia zilitanda katika mashamba ya Ngongori huko Njoro baina ya makundi mawili pale jamii ya Ogiek ilipodaiwa kushambulia mmiliki wa shamba moja. Hali ya wasiwasi ilitanda huku polisi wakimwagwa kwenye ardhi tata inayozozaniwa na jamii hiyo na mkulima binafsi. Hii ni kitu ambao askari ilikuwa napiga sisi naye, alafu sisi tuondoke wavunje manyumba yetu. Na wamefunja manyumba yote na askari. Na hii oda tungetaka kujua inatoka wapi hii oda. Mimi naimisa jamii ya Ogiek, machiefs ya Ogiek wenye wako na background ya serikali, tafadhali mchukue maguo ya serikali, mrudishie serikali vitu yao kuliko tuumizwe bure. Kulingana na wenyeji, wameilaumu idara ya polisi kwa kuegemea upande mmoja, hali iliyochangia uhasama huo kutokota zaidi kwa muda ya miezi miwili sasa. Administration waache kuegemea mahali moja. Juu hao ndio wanaleta hii uchochezi yote. Wakati alinipiga kopi, nikaanza kusema hiyo, nikapiga nduru kabisa, nikatoa nduru ile wanaume. Saa hiyo nikasema kwa kikwetu, wanaume visikume, sababu hii askari moja ameniambia, halai mama yangu, kama nilikuta bwanako angekuwa nakufa. Mtu huyo aliaga dunia kutokana na jeraha la risasi, huku watu 4 wakiuguza majeraha katika hospitali kuu ya Rift Valley iliyoko kaunti ya Nakuru wakiendelea kupokea matibabu. Rais wetu Uhuru Kenyatta kama anatusikia, na watu wote wenye wanahusika na idara ya maji, hatuendi kamwe huko
Juu huko inategemewa na watu wengi na tutakuwa tumeharibu chemichemi ya maji. Hii ni mashamba yetu tuliwachana mababu zetu na hakuna mahali ingine tunaenda. Mzozo wao umekuwepo kwa kipindi cha mwezi sasa. Ali Manzu, KTN News, Nairobi. Mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa za KTN leo jioni hii ya siku ya kwanza ya wiki, yani Jumatatu. Napumua kidogo, nitarudi baadaye tuendelee na taarifa zaidi, usiende mbali. Na mtazamaji, basi ikiwa ni siku ya Jumatatu, kama kawaida huwa tuna makala maalum ya elimu na taaluma, na hii leo kwenye makala hayo basi tunaangazia endapo mbinu mpya waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i ya kufanya zile ziara za ghafla ama za kushtukizia katika shule za humu nchini kama zina manufaa yoyote ya kuboresha viwango vya elimu na masomo shuleni. Itakumbukwa mapema mwaka huu waziri Fred Matiang'i alionekana akipapurana na baadhi ya walimu na hata wasimamizi wakuu wa shule mbalimbali, kando na kuwauliza maswali baadhi ya wanafunzi. Elvis Kosgei anaarifu kwa kina. Aliposhika hatamu za uongozi kutoka kwa mtangulizi wake, wengi walisi kwamba huenda atacha nyayo zake katika safu ya wizara ya elimu kama walivyofanya watangulizi wake. Look here, principal. Are you satisfied? Na useme tu kwa kweli. Are you satisfied with what you are saying here? Takriban miezi 4 baadaye, huyu bwana aliyodhaniwa kuwa amezoea vya kunyonga na vya kuchinja hawezi, ameonekana kutocheza ngoma moja na baadhi ya wadau wanaohusika. Ziara zake za kushtukiza kama ile ya Magufuli imewatia wengi mtegoni, waliomo na wasiokuwemo. So the head teacher's office is a joke and so on, but these are the challenges that we are dealing with. Ni mfumo ambao umeonekana kuenea kwa kasi, huku kauli mbiu ya hapa kazi tu ikipewa kipaumbele. Ndiposa tulizama mitaani ili kupata maoni ya Kenya kuhusiana na safari za kushtukiza ya waziri wa elimu Dr. Fred Matiang'i. Kwa mfano amesema leo ati nitaenda shule fulani next week, si ndio? Sasa kwa mfano kama kulikuwa na kitu mbaya watarekebisha juu sasa anakuja. Lazima itasaidia kwa sababu it's good to have somebody watching over the teachers hata kama hawajui. Kuna wale waliohisi kwamba haya ni mawimbi tu ya kupita, kwani bahari ya elimu imejaa changamoto chungu mbovu. Baadhi wamedai mbinu hii mpya si stahiki na baadhi zinakiuka maadili ya elimu. We should also see that cleanliness, what they are actually doing in the curriculum, are they following it? Are the teachers correct? Haziwezi kuboresha elimu katika nchi ya Kenya. Kwa sababu hiyo ni kumaanisha kuna system ambazo hazifanyi kazi. Licha ya hapa kazi tu, maswali yameibuliwa kuhusiana na idadi ya shule atakauzuru waziri huyu kila kunapokucha. Mathalan, shule kama hii ya Tom Girls iliyoko kaunti ya Samburu haipo mbali tu, bali ina wanafunzi 24 na jumla ya walimu 9. Je, waziri Matiang'i ana malengo gani ya kuhakikisha usawa shuleni? The enrollment of students is low. It is very low. The girls have not been able to come to school because we have very, very few girls who have enrolled, and this has brought the teaching being very difficult. You would expect that because the school population is very small, the teachers would be very organized because they're dealing with a very small number of pupils, but that is not the case here. They didn't even show us the records of the money that we have given them. Sasa ni jukumu la wadau wanaohusika kutathmini haya kwa kina. Elvis Kosgei kwenye makala elimu na taaluma, KTN leo. Mtazamaji, baadaye kidogo kupitia KTN News tutakuwa na mahojiano yetu hapa tukilipigia mbizi swala hili la ziara za kushtukizia ama za ghafla za waziri wa elimu Fred Matiang'i, na je, zina umuhimu gani katika kuimarisha viwango vya elimu na masuala mengi ambayo pia tutakayoangazia hapa nchini Kenya kuhusiana na swala hili la elimu, tukiwa na mgeni wetu. Usiende mbali, lakini kwanza tupate matangazo. Nitarudi baadaye tuendelee na taarifa za michezo. Kwingineko, mchezaji gofu wa humu nchini kwa jina la Dismas Indiza anatarajia kufanya vema katika mashindano ya mwaka huu ya wazi ya Kenya yatakayoandaliwa hapa jijini Nairobi. Indiza ambaye ni kati ya wachezaji bora wa gofu nchini anaaminika kwamba
Mashindano ya kimataifa yatazidi kuwasaidia wachezaji wa Kenya kunoa makali yao. Robinson Okenye na taarifa zaidi. Peter Livingstone ndiye Mkenya pekee ambaye ashawahi shinda taji la gofu la Kenya Open tangia mashindano hao kuanzishwa mwaka wa 1967 humu nchini. Tangia ushindi wake mwaka wa 1994, Wakenya wamepata muda mgumu kushinda taji hilo kila kuchao, huku matumaini ya kutoa ushindi yakizidi kufifia. Licha ya hayo, Dismas Indiza anahisi kwamba Wakenya bado wana uwezo wa kutoa kombe hilo. Indiza ambaye atakuwa akishiriki mashindano hao kwa mara ya 17, anahisi kwamba mwaka huu atakuwa na matokeo mema. Nilikuwa nimesimama mzuri kwa shot zingine nikipiga, nafikiri zinakuwa mzuri, lakini baadaye unaona inaharibika. Sasa unashindwa hii game. Sasa nimejiandaa, nikakuja nimekaa hapa karibu wiki moja nikifanya mazoezi hapa. Naona sitafanya mbaya, sitafanya mzuri, lakini tutajaribu Kenya tuone bila tutafanya mzuri. Indiza ambaye ni mkazi wa Mumias anaamini kwamba wachezaji wa Kenya watapata kung'aa iwapo watapata kushiriki mashindano ya kitaifa. Tukicheza kama KCB peke yake hatuwezi kuwa kitu ati tunajua ati golf baka utoke nje na uende ucheze na wenye wanakuja kucheza Kenya Open. Hao wanatafuta kadi ya kucheza PGA. Sasa hii ni challenge tu, sasa kitoko ya challenge tu anaenda PGA. Sasa na akicheza hiyo unaona anakuwa strong. Sasa ukicheza hii hapa uenda Mombasa urudi hapa, hakuna golf unaweza kuwa unajua. Gwiji huyo ambaye anaorodheshwa wa 1735 duniani anatarajia kujiunga na kitengo cha juu iwapo atafanikiwa katika mashindano ya mwaka huu. Next year mimi naenda kwa ile tuseme tour senior. Sasa nienda kuona kama naweza kumake it. Nikimake it hiyo ndacheza senior tour na challenge tour. Alafu ndio nione kama naweza ruka juu kidogo. Mashindano ya gofu ya Kenya Open yatang'oa nanga tarehe 17 mwezi Machi jijini Nairobi. Robinson Okenye, KTN Michezo. Na bila shaka mtazamaji, tunawatakia kila laheri timu ya Kenya ambayo inayoshiriki kwenye mashindano haya ya gofu ya wazi, kwani yanaweka katika ngazi ya kimataifa. Kufikia hapa hatuna la ziada. Kama nilivyokuelezea kupitia KTN News, baadaye tutakuwa na mahojiano tukijadili swala la elimu na hizi ziara za kushtukizia za Waziri Fred Matiang'i. Je, zina manufaa yoyote katika kuimarisha elimu au masomo shuleni? Naitwa Ali Manzu, tarudi baadaye. Kwa heri.